Jina huyu hapa ni mnene, anazaraulika vibaya mno. Watu hampendi hapa darasani kwa sababu waga na kwa gadi wa mwisho. Kuna jamaa anaitwa Kim, ni mtu maarufu sana hapa shuleni. Pia kuna bidada anaitwa Liu, pia na yeye ni mtu maarufu sana hapa shuleni. Sasa huyu Kim anampendaga sana bidada. Anashindoka tu kumwambia kama anampenda. Huko nyumbani tunakutana dadake na Jilemba tu. Mdogo mama akaja akamwambia, "Hebu nipelekee mzigo." Akimtazama dadake anashindwa hata kumtuma mama yake. Sasa usiku wa leo Kim akamwambia, "Ili kuficha aibu zako, hebu fungua ukurasa wa Instagram, eleza hisia zako." Kwa hiyo bidada anafanya hivyo, lakini kuna jamaa akamtumia ujumbe wa mapenzi hapa. Bidada akatabasamu tu. Kim akaanza kuona wivu alivyoona vile. Huko shuleni mwalimu akasema, "Jamani, kuna huyu mwanafunzi anaitwa Kani, atakuwa anasoma hapa, kwa hiyo mtakuwa darasa moja." Wanafunzi wakawa wanamwangalia tu. Anaambiwa kwamba sasa huyu bidada Liu ni kama anamwangalia mshikaji anafahamiana naye. Hawa wanafahamiana kwa sababu walishawahi somaga miaka 3 ya nyuma huko. Unajua tena. Unaambiwa kwamba sasa ilikuwaga ni mshikaji aliyotongoza marafiki wawili. Marafiki wawili wakagundua. Sasa wakawa wanagombana kwa sababu ya mshikaji. Mshikaji akamtongoza mwingine ambaye anaitwa Siniu na Liu. Wote wakawa ni wachumba zake. Siku hiyo wakaja kugundua kwa anatoka na mume mmoja. Ikabidi Liu aende kuzungumza naye. Sasa hapa Liu akasema nenda kuzungumza naye. Kwa hiyo siku hiyo Liu akasema kuanzia leo mimi nataka tuendelee na urafiki. Akamfuata hapa Kani. Akamwambia Kani, "Mimi nataka nivunje mahusiano na wewe." Kani akasema naomba nisamee. Mwisho wa siku akaongea mbele za wanafunzi. Mzigo unatudondosha huko shuleni, sasa tunarejea na movie yetu. Hapa mwalimu akasema, "Jamani, mimi nawaachieni vikundi, kwa hiyo mtajigawa." Haya. Kwa upande wa Jina akawa anakosa marafiki. Kwa hapo naambiwa kwamba Jina akakosa kabisa marafiki kwa sababu ya unene. Ila huyu bidada akumuitaga Liu akamwambia, "Chukua hii bangili kwa ajili yangu." Jamani, nashukuru, njoo tujipige picha. Akapiga picha kisha akaipost Instagram huko. Sasa wakati ameipost akaangalia like. Akakuta like kwake hakuna hata mmoja, lakini kwa Liu wako 100. Sasa anakuja hapa huyu jamaa akamwambia, "Nimekupa hii zawadi, nataka tutoke wote." Leo huko shuleni akanaambia, "Jamani, mimi kuna mtu anataka nitoke naye." Akaendelea kuchati kwenye Instagram yake huko nini na nini, unajua tena. Sasa leo hii hapa yule jamaa tena akaja. Akamwambia, "Nataka nikupe tena zawadi kukuaminisha kama nakupenda." "Mimi?" "Ndio wewe hapo, nakupatia hii zawadi bwana. Nataka tutoke wote. Naomba nikubalie." Huyu kijana akawa anampatia hapo zawadi mbele za watu. Afu zawadi yenyewe ni kamdoli. Amerudi nako huko nyumbani. Sasa Liu rafiki akamwambia, "Naomba achana kabisa na masuala ya mapenzi. Hebu soma bwana, endelea kusoma." Akasema, "Hapana bwana, mimi kijana nampenda bwana. Simona amenipa zawadi." Sasa leo njiani Kim anashangaa amejilemba vibaya mno. Sasa mbona umejilemba? Akasema, "Kuna kijana anataka nitoke naye maana ni mzuri." Kim akasema, "Ni nani huyo?" Kwa hiyo ili kumthibitishia huyo kijana kana mpa tu zawadi kila siku. Kim akawa anaona wivu Kuna siku hii anarudi kutoka shuleni akakuta vijana, afu ni kijana yule ambaye alimpatia zawadi. Akashangaa anasema kuwa anataka tu kumtumia huyu dada kwa sababu alimtongoza Liu ili alipe kisasi. Akamfuata Liu kumuuliza. Liu akasema, "Ndio, najua yule kijana alinitongoza, lakini ninashindwa kumuelekeza Jina, ataona kama mimi namuonea wivu." Kwa hiyo sasa kumbe vyote amesikia Jina. Jina akakimbia. Sasa Jina akawa analalamika hapa. Akasema, "Yaani mimi watu wote wananiona mimi ni mdoli, Watu wote wananitumia, wanachezea hisia zangu. Hata huyu kijana kumbe anipendi kwa sababu ya unene wangu, kwa sababu na mashavu manene." Mwana akasema, "Hapana bwana, wewe mimi nakupenda hivyo ulivyo. Wewe ni mzuri sawa. Acha kujiumiza sawa. Mimi niko hapa. Mimi nakupenda." Sasa siku zikawa zinaenda, bidada akakutana na yule jamaa. Akamwambia, "Sikia, kila kitu najua kwamba wewe unataka kunitumia tu afu niache. Kwa hiyo ngoja tu nikwambie, achana na mimi kabisa." Bidada akamchana jamaa serious. Kim akashuhudia pale kwamba mwanamke ameongea ukweli. Siku zikawa zinaenda, unaambiwa kwamba mshikaji akukata tamaa. Bidada akasema, "Unataka nini bwana? Nimekwambia toka na chakula chako." Sasa unaambiwa leo hii basi wanafunzi wakawa mcheka sana Jina kwamba eti alikuwa anamtongoza mwanaume. Kibao kikageuka. Kwa hiyo Jina aliweza kuumia wakati yeye alikuwa ananyanyaswa. Sasa leo darasani kuna mwanafunzi ameiba mapepa yao. Sasa akanaomba hapo mapepa Jina, lakini huwezi amini, huyu mwanamke anaitwa Sara ni mnyanyasaji sana katika hii shule. Kim akasema, "Wewe hebu wape pepa lao." Akasema, "Ni wape pepa gani bwana? Acha bwana, ni wape pepa, mimi sijaiba pepa." "Wewe sikia, ndakuchenjia, wape pepa lao." Basi akapewa pepa pale. Sasa unaambiwa siku zikawa zinaenda, basi hawa wakatokea kuelewana Sasa leo bidada kwenye mtandao wake kaendelea kuchati kama kawaida na ule mwanaume. Mwanaume naye pia akatuma message pale kwa binti ni mrembo, binti anafly tu. Sasa leo unaambiwa kwamba maisha yamekuwa ni magumu Sasa mwana anamwomba atoke mara moja, lakini bidada akawa anakataa. Siku zikawa zinaendelea kwenda, lakini ndio hivyo hapa Liu akawa anashangaa tu kwamba rafiki yake sasa hivi anamkataa sana Kim. Kim akasema, "Tafadhali, huyo kijana yani angekupotezea tu maisha." Lakini hapa nakuja kumshukuru sana Liu kwa kumsaidia, kwa sababu bila wao basi yule kijana angempoteza kabisa.
Sasa akasema jamani, asanteni sana, ninawashukuruni sana. Yaani niseme tu, yaani bila nyie huenda mambo angekuwa mabaya. Wakati na chat hapa, yeye akaendelea kuchat na yule kijana kwenye mtandao, lakini Kim akagundua. Akasema anajua una chat na kijana kwenye mtandao basi wakana sindikizana pale. Sasa Kim akasema wewe, hebu naomba nisubirie bwana. Nisubirie bwana. Sasa unaambiwa kwamba ikabidi tu amwambie kwamba Liu, hebu muangalie sana Jina, sababu mimi nampenda. Haya bwana, Jina akuishia hapo. Leo amekuja kucheza basketball hapa. Mshikaza, ukitaka kulenga pale, angalia kwanza pale kabla hujarusha. Zungusha hivi alafu unarusha kwa pale mbele. Umepaona pale? Yaani ukirusha tu lazima upatie. Macho yako anaona pale. Basi akapatia. Akasema asante sana. Sasa leo mshikaji anapita zake darasani, anamkuta Jina na mwanaume mwingine wanafundishana darasani. Afu kwa wawili tu. I say, jamaa aliumia vibaya mno. Binti akasema ndio hivyo. Sasa leo huyu mshikaji anaitwa Limi. Yupo anacheza hapa, kadondoka, bahati mbaya kaumia. Anafahamiana na bidada kumuita Jina. Jina akamfuata akamwambia pole na mguu wako kwa kuumia. Sasa hawa miaka 5 iliyopita walifahamianaga. Basi anakumbuka kwamba kuna siku aliumiaga na binti akawa anamletea mazawadi. Kwa leo akamekuja hapa anataka kumbusu Sasa kumbe wewe kijana unafanya nini? Kumbe jamaa